Sasa movie inaanzia hapa, tunamuona mwanadada mmoja hivi ambaye jina lake anaitwa Ino. Ino anafanya kazi ya kuuza ndizi katika kijiji hichi hapa. Ino anaishi na mzazi wake ambaye ni maskini sana katika hichi kijiji. Hichi kijiji kinaongozwa na mwenyekiti mmoja hivi ambaye jina lake anaitwa Geoffrey. Geoffrey alikuwa amesafiri kwa muda fulani hivi. Kwa hiyo hapa ndo alikuwa anarudi akiwa na watoto wake wakiwa wametoka safari. Mtoto wake anaitwa Mina, ana mtoto wa kiume. Basi binti alipokuwa ametoka kuuza ndizi akawa ameliona hilo swala. Kwa hiyo akaenda kuambia marafiki zake hapo kwamba mwenyekiti leo amerudi. Mwenyekiti anapendwa sana na wanakijiji hapa hivi. Sasa anakuja hapa Anita naye anapata zile habari. Anasema mwenyekiti amerudi, basi wakawa wanafurahi kinoma noma. Basi mwenyekiti Geoffrey anakubalika sana na wanakijiji wa hapa kwa sababu huaga anatoa zile scholarship kwa ajili ya baadhi ya watoto wanaoishi hapo katika hicho kijiji kuweza kwenda shule. Kwa hiyo watu walifurahi sana sana yani. Na hapa tunaonyeshwa walikuwa wamefika nyumbani na huyo ni mke wake ambaye anaitwa Lilian. Sasa Lilian anakuaga yani ni mwanamke fulani hivi wa mjini. Sasa hapa mtoto wake amekuja, Mina anasema maji ya moto hamna huko chumbani. Sasa ametoka akiwa hajavaa nguo, hapo ndo mwenyekiti anatoka sasa ndani. Anasema kwa nini unatoka nje hujavaa hata nguo watu wanakuja hapa leo kuja kutuona. Lakini mama yake anamtetea, anasema bwana mwache kijana wangu bwana. Mwache kijana wangu, mbona unamfokea mtoto wangu? Basi mama yake huaga anamtetea sana mwanae ambaye anaitwa Mina. Sasa tunaonyeshwa tena kuna familia moja hapa ya mwamba ambayo wanamuita Sami. Sasa Sami ana mke wake ambaye anaitwa Ryan. Huaga anamfokea kinoma, yani amkubali ile kinoma noma. Sasa baadaye wanakijiji walipopata taarifa kwa mwenyekiti amerudi, wakawa sasa wamekuja ili wamuone mwenyekiti kwa sababu kila mmoja hapo ana shida yake. Sasa hapa Anita huaga anamchukia sana huyu mwanadada ambaye anaitwa Ana. Hapo akawa amemfukuza hapo. Alafu akasema na wewe Ino, wewe ndio mwingine wewe, nakuchukia sana. Sasa mamake na Ino akamuingilia hapa akasema huwezi kumwambia mtoto wangu kama hivyo wewe. Unamwambiaje mtoto wangu kama hivyo? Akasema bana mimi siongee na wewe mzee wewe, usije ukanifia hapa. Akasema wewe mtoto mbona una adabu wewe? Basi pale kaa kimewaka ile kinoma noma. Huyo mwanadada anaitwa Anita, huaga anamchukia sana huyu mtoto Ino. Basi pale mama mmoja naye akaingia akasema mtoto mbona una adabu? Wewe ni kama mzazi wako. Basi kaa kimewaka pale, wakawa wameanzisha vurugu pale kwenye geti la mwenyekiti ambaye anaitwa Geoffrey. Sasa baadaye mwanamama anakuja hapa anasema nyinyi mnafanyaje fujo kwenye nyumba yangu Nini nyinyi? Mna shida gani? Mbona unaleta upuzi kwenye nyumba yangu? Akasema mimi ni yule ambaye nilikuwa nakusaidia kipindi bado tuko tunasoma sijui nini. Akaanza pale kujinanisu, unaelewa tena. Yani uchawa ukawa mwingi pale. Sasa na mtoto wake huyu hapa anasema nyinyi ni wapumbavu kweli, nyinyi mnafanyaje fujo kwenye nyumba yetu hapa? Basi mama mmoja pale akawa ameomba msamaha kwa mke wa mwenyekiti. Mke wa mwenyekiti anakuaga anawasha moto kinoma yani. Baadaye mwenyekiti akawa amekuja sasa, wakawa wamemfurahia kinoma. Sasa mke wake na mwenyekiti akawa amevunga vile. Akasema karibuni sana, nitakuwa mwakaribisha watu, kwani mnawafokea? Basi wakawa wamefurahi sana sana sana. Basi kila mtu akawa ameingia ndani pale na kwa ajili ya kwenda kuelezea shida zao. Sasa tunarudi huku kwa mwanadada ambaye anaitwa Anita. Anita ameolewa na babake na Ana. Sasa babake na Ana anaumwa kinoma yani, anajisaidia hapo kitandani na kila kitu. Sasa mtoto wake amefika hapa, nasikia harufu kali. Anasema hebu mchukue babako huko kwenda kumsafishe huko. Basi tunarudishwa huko ambapo tunamuona mwanadada Ino yuko na rafiki yake hapa ambaye ni Ana. Wanaongea, mwenyekiti amerudi, alafu alituahidi kuwa atatupa scholarship, inatakiwa tuifuatilie hilo swala. Basi wakawa wameambiana hapo wataenda kufuatilia hilo swala ambalo mwenyekiti aliwaahidi kuwa atawapeleka shuleni, atawapa scholarship. Sasa tunarudi kwenye nyumba hapa ya mwanadada Lilian. Unajua watoto wa mwamba huyu hapa Sami huaga wanamchukia sana huyu mwanadada ambaye ni mke wake na huyu mwamba Sami. Sasa pia mwamba Sami huaga kweli amkubali huyu mwanadada yani, anawapenda tu watoto wake na hamzingatii kabisa mke wake huyu ambaye anaitwa Lilian. Sasa watoto hapo wakawa wamepewa pesa na nini. Sasa huku tunarudi kwa mama yake na Ino, ana mtoto wake bwana. Sasa mtoto wake huyu ambaye anaitwa Mascot, yani niligaidi kinoma, lijambazi nini. Sasa nenda kufanya kazi huko, linaleta hela, linamuuliza mama yake hela anaweka wapi? Afu ndio unasababisha mama anakuwa hela zake hazijulikani zinatumika wapi. Sasa mama hapa anamtunzia mtoto wake Ino hela kwa sababu baadaye aweze kwenda shule. Sasa mama anachukia kweli kazi ambayo anaifanya mtoto wake ambaye anaitwa Mascot, kwa sababu anafanya kazi ya ujambazi huko, anateka watu, anafanya ujambazi. Kwa hiyo mama hilo swala linamkera kweli yani. Basi hapo mtoto wake Ino akaana anajaribu kumweka sawa mama yake. Basi tunarudi sasa huku kwa mwenyekiti Geoffrey akiwa na mke wake hapo. Mke wake anamwambiaje?
natamani niende kufanya kazi ya kwenye ofisi za kijiji huko. Basi mume wake huyo Geoffrey akawa amemkubalia. Mwanamama alikuwa anataka kufanya kazi kule kwenye ofisi ya kijiji. Basi sasa tunarudi kwa mwanadada Anita. Hilo swala linamuumiza kweli sana, la baba yake na Ana, huo ugonjwa yani anaoumwa, anakuwa anajisaidia ovyo. Sasa hapa mwanadada Ana anamuita Anita, sasa baba huko amezidiwa. Sasa mimi nifanyeje sasa? Wewe nenda huko bwana ukamshughulikie baba yako huko. Sasa mambo yanamchanganya kweli, anachukia kinoma. Sasa akawa mpata wazo kwamba amuozeshe mwanadada Ana aende akaolewe kule sasa na mwanaume mmoja vitajiri hapo. Sasa mwanadada Ana alipompa ile swala Anita akachukia kweli, akasema mimi siwezi kuolewa na wewe mwanaume. Lakini mwanadada anamwambiaje, ukiolewa na mwanaume atakupa pesa utaenda kumtibia baba yako wewe, mbona kwa mpuzi. Lakini mwanadada hapa Ana anachukia kweli, anasema hawezi kuolewa na mwanaume ambaye amemzidi umri. Anamtafutia limwamba huko. Sasa huku mwamba Mina ana rafiki yake bwana ambaye anaitwa Rota. Alisikia amerudi kwao, akawa amekuja sasa kumsalimia. Sasa tunarudishwa huko kwa mwanadada Ino akiwa yuko kwenye biashara zake hapo anauza ndizi. Sasa mwanadada Ryan akamkumbuka, anamfahamu sana huyu mwanadada. Akawa amemkumbuka kweli yani, unaelewa Basi akamsaidia pale, akawa amenunua ndizi zote hizo yani kwa bei ya juu, akampa pesa nyingi kweli yani ambazo zinazidi bei ya hizo ndizi. Basi mtoto akawa amefurahi kweli, akamwambia naweza nikaukaribisha twende wote nyumbani. Basi akawa amemwalika nyumbani kwake hapo mwanadada Ryan. Sasa baadaye wakawa wamefika, sasa akawa amempatia kizawadi hicho, akamwambia usijali bana, iko vizuri tu. Vipi umeshaanza shule? Lakini mtoto akasema hapana, sijaanza shule na mamangu ananiandalia, ananiwekea hela kila siku yani. Ipo siku nitakuja na mimi kuanza shule. Sasa hayo maneno yakamshangaza sana yani, binti mkubwa kama hivi hajaanza shule. Lakini akamwambia usijali, chukua hizi pesa utaenda kuongezea huko kwa ajili ya kuanza shule. Sasa watoto wamefika pale, unaelewa watoto hawampendi sana huyu mwanadada Ryan. Ambia umempaje pesa zote hizi Yaani wewe unampa pesa zote hizi, pesa za baba yetu, na umempaje hii chocolate? Akasema hapana, nimempa tu kama zawadi. Akamwambia hawezi kutoa vitu vya baba yetu kiasi hicho yani. Sasa mtoto yeye anapendagi dharau, akawa ameondoka zake hapo. Sasa tunarudishwa huku kwa mwanadada Ana. Lile swala la Anita kumwambia kwa olewe na yule mzee ambaye amemzidi umri linamuumiza kweli yani. Sasa akawa amekuja kuomba ushauri kwa rafiki yake Ino hapo. Sasa tunarudishwa huku kwa mke wa mwenyekiti Geoffrey. Leo sasa alikuwa anajiandaa hapo, mzee huyu mwanadada huyu ni mama wa mjini. Sasa hapo amevaa vibaya, mume wake ndo anafika anamwambia huwezi kwenda kwenye ofisi za kijiji ukiwa hivyo bwana, vaa vizuri. Basi anamuelewa, basi akawa ameshika mkoba huo, anataka kwenda soko na ofisi za kijiji. Akasema uwezo kuvaa namna hiyo bwana, unajua kule unaenda kukutana na watu wenye heshima zao, alafu mimi naheshimika sana hapa kijijini, kwani unavaa nguo kama hizo bwana kwenye ofisi zile za kijiji? Uwezo kwenda hivyo bwana, jitahidi wewe unavaa vizuri na ujistiri bwana. Akawa anamwambia hapo. Sasa tunarudi huku kwa mwamba Mina, yuko na rafiki yake Rota hapo, akiwa wanajaribu sasa kuzungukia mitaa. Baadaye mwanadada Ino na Ana akawa wamepita. Sasa Rota anapenda madem kinoma yani, akasema unaona binti hizo zimepita. Akaenda sasa akaenda kutupa swaga pale, akasema vipi mko poa? Unajua mimi rafiki yangu tuna pesa kibao yani, tuna pesa nyingi sana yani. Tunaweza tukaenda nje kupata ranch nini. Sasa mwanadada anapendagi dharau yani, anasema sasa kwani unatona sisi tunajiuza Basi hao maneno yakawa yamemchukiza pale, kikawaka unaambiwa wakawasha moto hapo. Basi mwamba Mina akaenda sasa kuamua hilo. Ikaanzishwa vurugu pale. Mwanadada anapendagi dharau kabisa, anaambia sijui ana pesa nini, ameona kwamba wanajiuza. Basi sasa tunarudi huko kwa mwamba mascot. Mdogo wake Ino anamwambia wewe ukafanya kazi kama hivyo wewe mbona unachukua kibubu cha mama huyo? Mwamba amechukua kibubu cha mama yake ambacho anatunzia pesa. Sasa mtoto anamwambia mascot amechukua kibubu chako. Mama yake anamwambia hilo nililijua kabla. Nilijua. Pesa zangu mimi natunza benki. Humo hamna pesa, nilikuwa natunza tu makaratasi. Sasa mwanamama ni mjanja naye. Anatunza pesa kwenye anaweka makaratasi kwenye kibubu afu pesa anaziweka benki. Sasa mama ndo amefika kwa anafungua anakuta makaratasi matupu afu anadaiwa na marafiki zake pesa. Hapo anasema mimi nilijua ni pesa. Nilijua ni pesa bwana, hebu ni wakawa sasa anaomba msamaha kwa marafiki zake. Mama marafiki zake hawamuelewi hapo, anamdai afu ameleta kibubu kina makaratasi. Wakampa alternative, wakamwambia tutakupa kazi uifanye na utawewe kuja kutulipa pesa zetu. Basi wakawa wameelewana hivyo. Sasa tunarudi huku kwa mwamba Sami. Huaga anamchukia sana huyu mwanadada yani. Huaga anaongea naye vibaya, anamfokea na nini. Yani hadi sio poa. Sasa mwanadada hivyo vitu vinamfanya kweli anajisikia vibaya sana. Sasa leo alikuwa anatakiwa na safari, anataka kwenda kwa mwenyekiti. Amefika hapo amemfokea tena, amwambia maneno paka mwanadada akazidiwa tena, unaelewa
Basi baadaye wakamuita daktari na akajisikia vizuri. Sasa wakajiandaa kwa ajili ya kwenda kwa mwenyekiti. Sasa wamefika kwa mwenyekiti bwana, kuna huyu bodyguard huyu anafika wasema karibuni sana, lakini mwenyekiti hayupo leo. Yaani lisela hilo limekaa kama linunda. Sasa mnaweza mkamsubiria. Linatembea kama roboti. Basi wamekaa hapo kwa muda mrefu kweli wanamsubiria mwenyekiti. Akawa amekuja mwamba ambaye wanamuita Mina akiwa na rafiki yake Rota. Basi masalamu pale. So unajua ni watoto wa bosi mkubwa sana hapo mwenyekiti hapo town. Basi wakasalimia pale na wakawa wameondoka zao, wakakaribisha wageni vizuri kabisa. Sasa wamekaa muda mrefu sana, lakini mwenyekiti hawajamuona, kwa wakawa muoa sasa kuondoka. Lakini kabla hawajaondoka mwenyekiti ndo anafika, kumbe alikuwa amerudi bana. Wakawa wanasalimiana pale, mwenyekiti Sami pamoja na Jeffrey wanafahamiana kinoma yani. Wasema karibu sana bwana, hii ni familia yangu pale. Wakawa wanatambulishana, na mimi sasa hivi na watoto wawili na huyu ni mke wangu kipenzi. Sasa mambo kwa nje huko hawaga anatambulisha huyu mke wake kama mke ambaye anampenda sana. Sasa kama vile Joffrey anamfahamu sana huyu mwanadada Ryan, kama wanafahamiana hivi. Hasa punde wakanauliza vipi, kwani mnafahamiana? Asema kila kitu kiko sawa. Unaelewa kama vile mwenyekiti Joffrey anamfahamu huyu mwanadada Ryan. Unaelewa? Sasa kule mwamba mascot anaingia bana kwa mwenyekiti kuiba. Sasa amepewa kazi, anadaiwa kule pesa. Sasa akawa amepewa kazi aingie kwa mwenyekiti huko akachukue kitu auze bana, wakiwa wamlipe pesa zao. Sasa baadaye anakuja sasa anafumaniwa na Mina huyu. Baadaye sasa mascot tunajua ni mwamba mbio nyingi, akakimbia. Sema nimeona mtu hapa amekuja anataka kuiba, hamjamuona mtu amepita hapa. Sasa hapo ndio ikaanzishwa taharuki. Sasa mwamba ana mbio kinoma, akawa amemtoroka hapo, amemchoropoka. Mwamba akawa amemkosa sasa. Mwamba mascot ameingia kuiba kwa mwenyekiti. Sasa kumbe mwamba anayetakiwa kumuoa sasa mwanadada Ana, ambaye Anita anamtafutia ni huyu hapa. Ana pesa kinoma, anamshindika mapesa ile kinoma, anamwambia hakikisha mwanamke wewe unampata sawa. Basi mwanadada anachanganyikiwa kweli, akiwa na pesa anakiwa anapewa hizo pesa, anachanganyikiwa kinoma. Anasema usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Basi ngoja nikuitie hapo sasa kama mita mwanadada Ana. Sasa mwanadada Ana anachukia kweli, yani hataki kuolewa na yule Lizee. Inamzidi umri hapo, akawa amemsalimia kwa mbali. Anasema unajua nini? Yaani ukifanikisha hichi kitu, kila kitu kitakuwa sawa na maisha yenu nitayabadilisha kabisa. Akasema hata usijali mzee. Sasa mwanadada Ana anachukia kweli, yani anamtafutia ali mwanaume likubwa ndio liweze kumuoa. Basi akawa ameenda sasa kwa rafiki yake bwana Ino, maana mambo ya nyumbani kule yanamsumbua kweli. Sasa rafiki yake Ino akamwambiaje, vipi masuala yako ya muziki huko yameenda sawa? Akasema muziki gani? Muziki gani? Yule mtu nilimpa pesa zangu amekula, alafu hata hajanikamilishia muziki wangu. Yaani sitaki hata kumsikia. Sasa mwanadada ana matatizo kibao kweli. Ana muziki alikuwa amefanya huko, amemlipa mtu pesa na amemdhulumu. Huko nyumbani pia wanamtafutia wanaume, yani hadi sio poa. Sasa tunarudi huko kwa mwenyekiti, kwa mwamba Mina, mtoto wa mwenyekiti yuko na rafiki yake Rota. Anasema, "Unajua nini? Yaani mimi nitajitahidi nimpate yule mtoto Ana. Nimetokea sana kumpenda, unajua na nitaenda kumwomba msamaha hadharani." Sasa tunarudi kwa mwamba mascot huko, anakutana na wale rafiki zake ambao wanamdai. Anasema, "Wewe unatukimbia sana." Sasa kumbe mwamba alipotoka kwa mwenyekiti ameiba pesa, ameiba vitu kule na wala hata hajafikisha kwa marafiki zake. Sasa hapo anajaribu kujitetea. Anasema mimi nimefika, nimeingia ndani lakini sikupata chochote. Akamwambia wewe utakuja siku moja utatutambua, na tunakwambiaje, tunakupa siku kadhaa tu tuletee pesa zetu hizo, sivyo tutakuja kushambulia familia yako. Sasa mwamba ndo ameondoka. Kumbe mwamba alipata bwana na anayo mali hapo. Akasema unadhani mimi ni mjinga niwaletee tu kitu kizembe? Wanamdai alafu hataki kwenda kuwalipa bwana. Unaelewa mwamba mascot huyo. Sasa tunarudi huko kwa mwanadada Ino. Walikuwa wamekuja leo kwa mwenyekiti bwana, wanafuatilia ile swala lao walioahidiwa la scholarship. Sasa wanamkuta mke wake ambaye ni Ryan. Sasa huyu mwanadada huyu bwana, mke wa mwenyekiti, huaga kweli hawaelewi kabisa wana kijiji, na anawajibu vibaya. Anasema nyinyi mmefuata nini hapa mmeona hiyo ni ofisi ya kuingia kila mtu mnaingia kama mnavyojisikia. Wakasemaje, tumekuja kuulizia scholarship, mwenyekiti alituahidi. Mmeona sasa sisi ni kitengo cha kusaidia watu maskini kama nyie. Hebu kwanza mbona mmekuja mkiwa chafu? Kwanza mwenyekiti hayupo, ondokeni. Akasema hapana, tunaomba sasa utupe taarifa. Sisi hatuwezi kuondoka bila kupata hiyo taarifa bwana. Tunataka kumuona mwenyekiti. Akasema kwa hiyo mnataka paka niwape ile daftari sasa mjikagulie wenyewe au? Kwanza kuna taarifa zenu humu hazimo. Ondokeni. Asema mbona taarifa zetu sisi mwenyekiti anazo? Sasa baadaye ndo wanakuja hapa mtoto wake Mina pamoja na Rota. Wasema wanataka kunipiga, unajua nimewafukuza muda mrefu. Nyinyi mnataka mumpige mama yangu. Sasa mimi hapo ndo anataka kuwafukuza, lakini baadaye
mwenyekiti anatokea sasa. Sema kwani kuna shida gani? Wakamsalimia pale mwenyekiti, wakamwambia tumekuja kuulizia scholarship lakini tunapewa majibu mabaya. Lakini mtoto anasema anataka kumpiga mama yangu. Mwenyekiti akasema mbona kila kitu kiko sawa? Hebu tuondokeni kwanza hapa. Akawa ametoka nao nje, akamwambia scholarship yenu iko vizuri na sio kwamba nilisahau bwana, kila kitu kiko sawa. Akawa amewapa jibu zuri sana, watoto akawa wamelizika. Sasa walimshtakia, wakamwambia walimwambia mwenyekiti kuwa mke wake amewajibu vibaya. Sasa huko mwenyekiti ndio amekuja akawa anampokea mke wake yule ambaye anaitwa Laila, wanamuita Laila, huyo mke wa mwenyekiti. Sasa leo wale watoto wale wa Mwamba Sami hawampendagi kweli huyu mwanadada. Wakamwomba wafungue gari kibabe ile kinoma noma. Sasa mwanadada Ryan leo alikuwa na mzigo, leo kuna sehemu alikuwa anaenda, akawa amekutana na Ino pamoja na rafiki yake Ana. Wakamwambia mbona tunaweza tukakusaidia mzigo huo? Basi akakubali, wakawa wamemsaidia mzigo watoto hao. Basi sasa kumbe sasa wale watoto wale wa mwanadada Ryan pamoja na Sami walikuwa wanakuja kwa mwenyekiti kwa wanafukuzia Miamba. Sasa Miamba wamefika pale, wamewasalimia tu kidogo, wameondoka zao. Take time na wao. Sasa Mwamba Sami analalamika kwa sema mama yangu anateswa kweli yani na baba. Baba mkubali kabisa mama yangu, yani hicho kitu kinanikera sana. Unajua nini rafiki yangu? Yani hicho kitu kinanisumbua sana mimi akili yani. Naona kama mama anamtesa sana. Baba anamtesa sana mama yangu hapo. Mwamba Mina anamlalamikia baba yake kule mwenyekiti kuwa anamtesa sana mama yake yule, unaelewa? Sasa baada ya kuwa amemsaidia mzigo pale, Ryan akaamua sasa kuwaleta nyumbani, akawa anapa msosi hapa, wanapiga story. Sasa wadada wametoka kule kwa mwenyekiti ndio wanakuta hapa. Nyie mnakaje kwenye meza nzuri kama hiyo, nyie wachafu vipi nyie? Mnapataje ujasiri wa kukaa kwenye meza ya kifarume kama hiyo? Alafu mbona mtaki kutoa vyombo? Sasa hebu rudisheni vyombo hivyo. Alafu sasa wakawa tunataka kutoa vyombo, mnasema tuvirudishe. Tunavirudisha, mnasema tuvitoe. Vipi nyie? Sasa Ana akakiwasha moto hapo, unaelewa Hapendagi uzembe kweli yani. Sasa baadaye ndo anafika hapa mwanadada anasema kwani kuna tatizo gani? Hao nimekuja nao mimi. Wewe na hao wapumbavu wenzako mnatakiwa muondoke hapa. Kwani mtumie pesa za baba yetu vibaya Basi wanamdharau sana huyu mwanadada Ryan. Sasa tunarudi kwa baba yake na Ana, anaumwa kinoma yani. Sasa Anita anamwambia wewe ungekubali kuolewa na ule mbaba, hayo mambo matatizo yote yangeisha. Sasa basi hapo ikiwa ni episode ya kwanza ndio inaishia hapo. Ikiwa ni sehemu ya kwanza, basi tukutane katika sehemu ya pili